Nashukuru, kwanza nikushukuru kwa kupata nafasi ya kuweza kufuatilia baadhi ya video zangu ambazo nilikuwa nikifundisha zinazohusiana na ujasiriamali na mafanikio. Niko hapa kwa majina, naitwa Laurian Katonda. Ni mjasiriamali lakini pia ni mfanyabiashara. Lengo langu kubwa, natamani kuona wewe unayepata nafasi ya kufuatilia haui maskini. Na hizi ninazozungumza, hizi kanuni, mbinu, nini ninazozungumza, ninakuhakikishia zitakuvusha na kukupeleka sehemu nyingine. Nataka nizungumze mambo kadhaa hapa ambayo yatakuwezesha kufika mbali. Kwa hiyo mambo hayo ni yapi? Kama unaandika mambo kadhaa yatakayokuwezesha uweze kufika mbali. Watu ufike mbali wapi? Kufika mbali kimafanikio. Nazungumzia habari za mafanikio. Watu wote unaoona wamefanikiwa hawajafika mbali kwa bahati. Hakuna aliyefika mbali kwa bahati. Watu wamepambana, watu wametafuta, watu wamepitia haso, watu wamepitia kwenye mambo mengi. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukueleza ni namna gani ufanye ili uweze kufika mbali. Jambo la kwanza, hakikisha wewe mwenyewe unakubali utafika mbali. Asiwepo mtu wa kuja kukuambia. Kuna watu wanasubiri waambiwe na baba zao, waambiwe na dunia kwamba wewe utafika mbali. Anayetakiwa kujiambia ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe jiambie utafika mbali. Kwa hiyo ukishakubali kwamba mimi nitafika mbali, haijalishi napita kwenye mapito, haijalishi kuna changamoto nazipitia, mimi nitafika mbali. Ukishakubali umeenda. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kukubali. Jambo la pili, kuhakikisha wewe mwenyewe ni mtendaji. Unahusika 100% kwenda juu, kujipeleka juu. Hakuna mtu atakaye kupeleka. Kuna mtu nazungumza hapa, nafikiria labda ndugu yake atamsapoti. Wale watafanya kama sehemu ya kukusogeza, lakini sio kukupandisha. Utajipandisha mwenyewe. Kwa hiyo fanya jitihada zote, iwe ni kufanya vitu kadha wa kadha, iwe ni shughuli kadha wa kadha, hakikisha unafika mbali. Kwa hiyo kufika mbali, wewe mwenyewe husika, uwe muhusika. Lakini jambo lingine, usifanye kitu na kuacha. Watu wengi wanafanya vitu na kuacha. Mimi ninaamini, natoa mfano sana kwa kameramani huyu. Hata angekuwa anafanya vitu na kuacha, tusingeweza kukutana leo. Kuja kunihoji hivi niweze kuongea haya mambo. Hata mimi ningekuwa ninaacha kwamba nimefungua biashara hii, nimeacha mwaka mmoja, miezi miwili nimeacha. Huwezi. Kama nataka kufika mbali, usiache vitu. Hakuna maono ya siku moja. Hakuna mafanikio ya siku moja. Hakuna maono ya siku moja. Ni kweli nimefungua grupu linaitwa Kuwa Bilionea mwaka 2025, lakini lazima utengeneze maono ya kufika mbali. Je, wewe unayenitazama una maono ya kufika mbali? Unaniangalia hivi leo, maono kweli unayo? Sio unafungua leo biashara umekimbia, umeanza kazi hii umekimbia, umeanza shughuli hii umekimbia, unakuwa kama wewe. Maana yake nini? Huwazi kufika mbali. Wewe ni unatanga. Sasa mtu anayetanga hawezi kufanikiwa. Kuanzia sasa tulia ili uweze kufika mbali. Tulia. Jambo la mwisho, imani yenye kuleta matokeo. Sasa nikisema imani utaanza kufikiria labda naongea mambo ya Mungu. Lakini hata hivyo hatujaja duniani kwa bahati mbaya, Mungu ndo ametuleta. Lakini nazungumzia ile imani yako wewe. Kile unachokifanya unaamini itakuletea ubilionia? Kazi ile unayotaka kuifanya unaamini kabisa itakuvusha? Ukishaiamini ishikilie. Usiangalie vita humu katikati. Usiangalie zile changamoto za katikati. Usiangalie watu watasema nini. Najua hata hivi ninazozungumza kuna watu watakuja wataongea anachotaka. Kumbuka wale ni wanadamu. Je, wewe unasema nini? Kwa hiyo hakikisha usikilize wanasema nini watu. Uwe ni imani yenye matokeo. Imani yenye majibu. Kwamba mimi ninaamini nitajenga ghorofa. Mimi nitanunua gari. Mimi nitakuwa mfanyabiashara. Nitakuwa na kampuni. Nitakuwa bilionia. Ile imani itoke ndani. Lakini wakati ule wa imani, kumbuka, imani sio kuwa na matendo, ni mfu, haina kazi.
Kwa hiyo maana yake nini? Ile imani yako iambatane na matendo yako. Unaamini utajenga nyumba, basi zile harakati zako zikuonyeshe. Usisikilize maneno na wala kelele. Baada ya kusema hayo, ninaamini kuanzia leo wewe utaanza hatua za ushindi za kukufanya uwe tajiri. Wewe utaanza hatua za ushindi za kuwa bilionia. Na nina uhakika haujazaliwa kuwa maskini. Umaskini sio kila mmoja amezaliwa kuwa maskini. Wewe ni tajiri. Mungu au kila mmoja ana uwezo ndani yake wa kuwa tajiri. Leo, kuanzia leo, nyanyuka. Wewe ni tajiri. Unaweza kufanya kitu chochote na watu watakushangaa. Wewe ni wa watu wakushangae kwa yale makubwa utakayoyafanya, sio wakushangae kwa sababu umeshindwa. Kuna watu wanafikiria hapa kwamba labda wanawashangaa kwa sababu wanalia. Hapana, wewe ni wakushangae kwa yale mabadiliko utakayoleta kwenye familia, kwenye jamii, kwenye taifa, popote utakaposimama wewe uwe solution. Asante, ninawashukuru.